kwa Snooper, all the way from Snooper Spotlight Podcast. Na today's episode bana, tunaongelea music journey na tumepata na msanii mwingine anajiita Bet Music. Nipate chance ajitambulishe mwenyewe. Yo bro, vipi? Mimi niko poa bro, nakuaje? Sana bana. Uweza introduce kwa yule ambaye anakuja for the first time, wewe ni nani, unafanya nini? Kwa wale unaniona for the first time, mimi ni Bet Music. Mimi ni mwanamuziki na niko chini ya Nyaunyo Records. Yeah. So how long umekuwa kwa music industry? Mimi si mwenyeji sana kwa music industry, lakini napata miaka miwili sasa. Miaka miwili. Yeah. So ndani ya 2 years umetoa ngoma ngapi wewe? So far ndani 2 years niko na ngoma kama 6 hivi ziko YouTube. Yeah. So ndani ya hiyo 2 years vitu gani umelearn ndani ya music as a industry? Kwenye industry ya muziki kuna vitu mingi tu zenye tuna learn. Kuna zenye zinakuaga positive na zenye zinakuwa negative, so ina depend na venye kazi handle, but kuna vitu mingi tu nimejifunza. Kuna watu wana roho za kusaidia, kuna wenye wanakurudisha nyuma, vitu mingi. Changamoto ni mingi tu zinapishana nazo hapa na pale, lakini yote ni kung'ang'ana tu bro. So tubaki hapo kwa challenges gani ama ngapi ambazo umepitia wewe? Challenges ni mingi. Mfano time nikianza muziki nishaikataliwa na producer fulani, nishaenda studio na producer akakataa uwezo wangu sababu ya dharau, sababu mimi sikuwa nimewahi kuingia studio. Hiyo ndio ilikuwa studio yangu ya kwanza, nikaingia pale akanambia kuimba sijui. So vitu kama hizo nishaipatana nazo, nikafukuzwa kwa hiyo studio, nikatoka nikakuja nikapambana tena before nipata Nyaunyo Records. Nilikuwa nishapambana sana kujaribu kuonyesha uwezo wangu, but watu hawakukubali. Yeah. So challenge kama hiyo unayovercome vipi ama unaenda kitu gani? Challenge kama hiyo kuihandle si kazi rahisi, but inafaa tu ujipe moyo na ujiamini wewe mwenyewe unaweza. Ukishajiamini wewe mwenyewe unaweza, bas kuna level utafika tu mwenyewe bila hata hiyo support ya mtu mwenye anakudharau. So tuseme ulipofukuza kwa hiyo studio, ni kitu gani ulifanya yani ama for the first time after nimetoka studio nilifeel vibaya sana, sababu producer alikuwa ni mtu mwenye ako na experience kwa muziki. So kidogo alivyoniambia Talanta nikaa na force na kanambia nitoke kwa studio yake. Mimi sikuchukulia mbaya sana, sababu enyewe Talanta ni kitu yenye iko open. Na mtu mwenye unaona kabisa kwa experience kwa muziki akishakwambia wewe uwezi, wewe jua kuna vitu, kuna madhaifu mengi ameona ndani yako, but sikukata tamaa. Nilikuja bado nikaendelea kupambana, nikakuja nikakaa nyumbani sababu sikuwa na pesa ya kurekodi studio. Yeah, so nikapambana hivyo mpaka ikafikia time ndo nikapatana na Nyaunyo Records sasa. Yeah. So tukiongelea hizo nyimbo sasa, ambao unasema so far uko na 6 songs. Yeah. So kuna ngoma umerelease na Dailakan. Yeah. Na ngoma nzuri sana. Upande wa production, upande focus, pia mashairi yako sawa, lakini mashabiki hawakupokea vizuri sana. Yeah. So unazungumziaje na kwenye mapokezi ya ngoma? Ndio alikuja kidogo akaleta utata, sababu ngoma mimi na mwenzangu Dailakan, by the way, ngoma tunaona tu vile ilitoka, ngoma ilikuwa vizuri, kila mtu ali appreciate, hadi kuna baadhi ya watu wenye walichangia kusema ngoma ni mbaya after imetoka, walikuja studio wakasikia project venye inakaa, tukauliza ushauri, hii ngoma unasikia aje? Akasema ngoma iko sawa, lakini sasa tulikuja tukaona mabadiliko after ngoma imetoka, tunaona wana comments zao zinakuwa mbaya, but ni ile hatuchukulia ubaya sana, sababu hatukujua mipango yake ni gani, but tunakubaliana tuna hali venye ilitokea, sababu project release tayari. Action. So tuongelea first project pale. Ilikuwa itwaje? My first project nilishazama, nilishatoka, but before nitoe nilishazama, nilikuwa nishawahi record ngoma zenye zilikuwa na mistakes mingi juu sana nilikuwa naanza, so ikabidi tuziachache kwanza, lakini first project ilikuwa nishazama. Yeah. Tutaka kapela yake kidogo hivyo. Kapela nza gongea tu nishazama. Kipita na usitishe, maana kwa penzi lako taabani, fanya maex saulishe, nikukumbuke wewe jamani, afu nivyofunga bia unakosha, ninachopata kwako nikantosha, lemava penzi lako ni dondocha, nimelewa kwenzi sisi kuondoka, kumbuka baby penzi safari,
mimi nawe tushapendana, nipende baby tufike mbali, tuje kufa kuzikana, kupenda penda mimi naogopa, usijepotea wakakuokota mapembo kutoka. Previous time unajiona wapi in terms of music? In 5 years time, God is will. Naona muziki ukisonga vizuri na mashabiki zangu wakaendelea kunisupport, nitakuwa level nyingine tofauti maybe na mali kwenye niko sahihi, ama na kwenye nitakuwa mwaka ujao hadi hiyo mwingine hadi ifike miaka 5. So ni kuomba tu Mungu na kutia bidii na kila kitu itakuwa tu sawa. Msanii gani ambaye anakomenta ndani ya music? Ndani ya music tukija wasanii wenye wanakomenta tukija labda Kenya sahihi. Kenya. Ama tuseme Kenya pekee yake, ama tuseme na Kenya. Hapo kina Masauti, kina in short Masauti kuanzia mahali ameanzia mpaka mahali amefikia sasa hivi. Nimeona muziki si kidogo, lazima kidogo upambane ndio ufikie hadi level yake. So kufika level Masauti si rahisi, so yeye pia naona inspire tu kwa hivyo niendelee kusonga na muziki. So advice kwa wale upcoming artists pale ni gani, na nazoambia nini? Mimi kitu nazoambia mtu anaanza kwa muziki asife moyo, aendelee kupambana, ajikaze na ajiamini pia. So safari ya muziki inakuwa na challenges nyingi, but yeye ajipe tu moyo na ajikaze, amini anaweza na kila kitu itakuwa tu sawa. So neno la mwisho kwa yule ambaye anatazama ile yako pale, mwenye ananitazama sasa hii, mimi kitu naweza mwambia endelee kunisupport and follow kwenye digital platforms zote Brighton Music. Support ngoma zangu, share na kila kitu. Mimi nitashukuru kama shabiki yangu, na otherwise wajue nawapenda sana mashabiki zangu na watarajie vitu vizuri kutoka kwangu. Man. So thanks for kupitia Spotlight podcast hapa. Nashukuru sana kwa naye kupata channel, kwa sababu najua ni mtu busy sana na studio. Kwa naitwa kwa Snowpla, all the way from Snowpla Spotlight podcast, na thanks for watching today's episode Music Journey with Bright Music. Till next time.